ukaikula. Na kuona mama, habari za saizi? Nzuri kwa kweli. Sasa unaitwa nani, unatokea wapi? Mimi naitwa Georgina Bajunana. Ndio. Kutokea kijiji Kashaba. Kitongoji Boga. Safi kabisa. Naona unalima. Lakini vipi unalima nini na nini? Maana naona kuna kashamba kadogo hapa au ni shamba kubwa hili? Mimi nalima ndizi. Ndizi mbivu, ndizi kavu, ndizi za kuvundika, ndizi za kula. Mimi ni mlimaji. Mkulima kabisa. Mkulima kabisa. Mtazamaji, ni naye Georgina, kama unavyomsikia anatuelezea kile kinachoendelea katika upande wake. Georgina, tulitamani kufahamu kidogo kwa ufupi. Hali kwanza ikoje katika maeneo yako kwa ufupi? Ni hali yangu ni hivyo ni mbaya. Kivipi kimaisha? Kimatumizi tena, lakini Mungu ananisaidia kwa kulima. Naendelea hivyo. Ukisema kimatumizi, kimaisha unamaanisha nini Georgina? Kimaisha ni kuwa maisha hafifu. Halafu ukapata na vijana wadogo ambao wajishughulikishi. Halafu wanakuja wewe kama mama mnavyoniona. Kuja mimi kuniibia. Wamekuibia tena? Kubomoa nyumba yangu. Kutoa hela za chama. Mimi nilikuwa ni mwekezaji wa chama. Zote wakapeleka. Kwa hiyo chama kinakudai tunavyoongea? Chama kinanidai. Mungu. Na sasa hivi niko kwenye madai. Nadaiwa. Lakini kulingana na uvumilivu wangu na kuwa ni mwana kijiji halisi, wananivumilia. Nikipata moja na wapa. Nisipopata wanaendelea kuchanga, wanapata huduma kawaida. Lakini mpaka nitalipa nimalizie. Tuambie, vijana walianzaje, ilikuwa vipi hadi ukuatumu kwamba walikuibia? Vijana walianza kuja wanakuta mimi kila mwezi navundika. Kila wiki napata pombe. Pombe hiyo wakija kununua wanasema, wewe mama una hela nyingi. Wewe mama una hela nyingi. Pombe nilipokuja kupata msiba, ndipo walikuja kubujua kwamba sikula haramu. Ulifiwa? Nilifiwa. Mtoto anayeniita shangazi yake. Yaani mtoto wa kaka yangu. Ndipo walikuja kuchukua, kubomoa mlango wa mbele, kubomoa na wachumba, kuchukua kila kitu. Hela, pombe zenyewe, vidumu kupeleka. Basi, ambao wenyewe ni watoto wadogo. Wanashinda umo wanazurura. Hawajishughulikishi. Kwa hiyo vipi kuhusu hiyo, walichukuaje lakini pesa? Maana umesema kwamba na pesa walichukua, ilikuwaje kwanza hapo, tuambie kwanza. Pesa ni kama yani kujiamini. Pesa nilikuwa nimeweka kwenye kopo. Naweka uvunguni mwa kitani. Najua mimi ni mtu mkamilifu. Sina mtu wa kunipapasa kama mzima. Kwanza sina mwanaume. Hauna? Sina. Alienda wapi? Huyu alienda huko akapotelea huko Uganda. Alikuwa chaje sasa? Lakini wanasema yupo. Yeye alitoka nje kama anaenda kufanya kazi. Tangu hapa hajarudi. Mpaka sasa. Miaka mingapi imepita? Kama miaka 6 hiyo. Lakini yupo wanamuona. Hajafa. Sasa baada hata simu nini, piga simu labda kwamba unaendeleaje mke wangu? Muna. Sijawahi kusikia hata simu. Labda mimi nimeishafika mara 2 naenda namkuta. Unamuona? Namwambia wewe mume, kwa nini tusiende nyumbani? Tukashughulika. Mimi nimeishalima shamba, nisikali nimeishajenga nyumba. Jana nasema ngoja nidai tajiri wangu ninachokidai, akinipa nitakuja. Au ameshatekwa? Namwambia sawa. Utakuja kwao kwa sababu mwenda kwao si mtoto. Wewe siku utakayopanga dai vitu vyako, lakini ningetamani tuende. Basi, vijana wakaiba. Wakapeleka, na nina mtoto yuko chuo, mwingine anaingia form 5 na form 6, mwingine yuko form 2. Nimo nahangaika. Kwa hiyo wakavunja mlango wa kwanza wa mbele, wakavunja mlango wa pili wa chumba, na ilikuwa kama saa 7.
za mchana, za usiku. Si nilienda kulala kwenye msiba. Ndio. Wakaiba pesa, wakachukua pombe, wakasambaratisha nguo, kitanda chote, mlango wote, nilikuta vyote vimesambazwa. Vimesambaratika. Ndio hivyo maisha ya humu kijijini. Watoto wadogo hawajishughulikishi kushika kazi kama sisi. Unawaambiaje vijana? Nawaambia tujitahidi kwa kufanya kazi kama sisi wazee tunavyofanya. Ndio. Kazi muhimu kwanza. Hata mtoto wangu ninaye mzaa ajue kwamba kazi ni muhimu. Ndio. Kwa hiyo wanachama bado wanaendelea kudai? Bado wananidai na wao. Ilikuwa ni shilingi ngapi? Ilikuwa kama milioni 3 hivi. Ndio walichukua? Ndio walichukua. Milioni 3? Keshi? Keshi. Wakaiba vijana. Kuku hawakuchukua nini? Yaani kuku walipeleka, mayai walipeleka. Tena kuku nyingine ilikuwa inakoswa siku 2 au 3 kutaga hiyo mayai kuyadono. Wakabeba. Mtazamaji, ndio hivyo kama ulivyoendelea kuyapata kwa mama, anaendelea kutuhadithia kile kinachoendelea katika upande wake. Sasa nini kifanyike kwa vijana? Unawapa ushauri gani vijana ambao wanakutazama sasa hivi? Vijana unawashauri nini? La mwisho kabisa kwa shauri vijana. Mimi kwa kweli nawashauri vijana. Waache pombe. Hata watoto wangu wakiwemo. Wafanye kazi. Simekana kuwa wanakunywa pombe sana. Wafanye kazi. Kunywa ni urali wao. Kwa sababu wakiwa wanafanya pombe si ni kiburudisho cha mawazo yao. Lakini wafanye kazi. Hakuna mtoto kuamkia asubuhi bila kufanya. Kwa sababu mimi nikiuza pombe wanasema uuze kuanzia saa 4, 5. Kuamka saa 12 unakuwa bado hujafanya kazi. Bado hujamaliza. Jioni fanya kazi hadi saa 11. 12 ukinywa 2, 3 hujaenda nyumbani. Hapo sasa. Hujalala. Hapo sasa. Kesho yake 11 hujaamka. Hujafanya kazi. Hapo sasa. Ndio hivyo. Mama tunashukuru. Umesema unaitwa nani mama? Mimi naitwa Georgina Bajunana. Safi kabisa. Karibu, tuko pamoja sana. Asante. Unaweza kaimba kaimbo kokote kale au wewe ulikuwa vitu hivyo? Kawimbo. Wanasemaga asiyefanya kazi na asiri. Ndio. Kwa hiyo ukifanya kazi utakula ushibe. Ndio. Mimi ndio msikitizo ninao wapa vijana watoto wadogo. Ndio wimbo wako mzuri sana. Ndio wimbo wangu mzuri sana. Asante. Amina. Na mtazamaji, ndio huyo mama kama tulivyomsikia akielezea namna gani jinsi gani walivyomuliza vijana. Wamemuliza kweli shilingi milioni 3 chama kinaendelea kumdai na wanawake wajaja kwako kupiga safari kutoka kuchukua vitu labda. Walikuwa wananiamini. Kwa sababu sikutoroka. Walikuja tukaelewana, tukashauriana.